alikuja saa 3, yeye na mamangu wakiwa wawili. So mimi na brothers wangu tulikuwa already tushalala juu ilikuwa late kwetu kulala. Walipofika nikasikia wakitatanisha huko kwa nyumba, na vile walifika brothers wangu wawili wakatoka wakaenda kuangalia nini mama wamewaletea kutoka soko. Vile walimaliza kukula, baba akasema wakuja kulala na akafunga room yangu na konchi. So after hapo nilikuwa nadhani babangu anaua simu, kumbe alikuwa anakata mamangu na panga. Na alafu nilivyosikia hivyo, nikasikia mama akipiga nduru na akanyamaza. Na baba akatoka nje mara 2 na aliporudi akafunga nyumba na konchi moja ya juu. Akanipatia simu, akaniambia pin zake za kufungua line, lakini ya M-Pesa hakuniambia. So after hapo, hiyo saa akinipatia simu alikuwa ameshika kamba. Nikamwambia si wacha tu nitoke nje niangalie chenye kinaendelea. Akaniambia hapana, kaa hapo, nitakufungulia asubuhi. Nilipoketi kwa kitanda changu nikasikia mabati. Kwanza aliniita kabla hajajiachilia, akaniambia Michelle, mimi nimeenda, kama hujaniona umeniona mara ya mwisho, na asubuhi mpeleke huko Wamunyu Yathwe, mwende mkasome huko, na kwa mazishi useme mamako ni yeye aliharibu familia, na mimi nimeenda. After hapo nikasikia mabati huko juu ikitoa sauti, na sikutaka kuuliza, nikanyamaza na nikachukua simu nikapigia jirani hapa juu, nikamwambia kuja atufungulie kwa room kushaharibika. Nilipomwambia hivyo, akakuja na jirani mwingine hapa juu anaitwa Mudhama, akakuja na bibi yake, yeye mwenyewe ndiye alikuja kunifungulia. After hapo vile alifungua, nikaenda kwa nyumba, kwa room ya babangu na dad na mom. Vile nilienda huko nikapata mama kwa kitanda, damu iko huko kwote, katakata ashaenda, na baba akajinyonga akitumia kamba huko kwa mabati juu. So mimi naomba serikali niweze kunisaidia nimalize shule, nisomeshe hao brothers wangu wawili, na nitaomba tu niweze, nikiwa mkubwa, nikikuwa mtu wa maana, niweze kusaidia watoto wale wengine wenye wamepitia hapo.